ambayo inatusumbua kila wakati. Ukitoka Nairobi kuja Nakuru kufika Molo unatumia masaa 5, masaa 6, masaa 7, masaa 8, na wakati wa sikukuu tunaona kwa barabara. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli ama ni uongo? Nyinyi wananchi mlituambia zile kodi ambazo mnalipa imewafika mahali mnaona pengine hamwezi kulipa kodi zaidi ya hapo kwa sababu mmelipa kodi kabisa. Ni kweli ama ni uongo? Ile madeni ambayo tumekopa kutoka kwa World Bank, tumekopa kutoka kwa IMF, tumekopa from Exim Bank, tumekopa kila mahali kwa sababu ya maendeleo. Na barabara bado hatujamaliza kujenga. Tukajiuliza kama serikali ya Kenya Kwanza ni njia gani nyingine ambayo inaweza tumika kugharamia hii miradi ya kama barabara hii ya kutoka Rironi kuja hapa. Tukasema ni njia mbili. Moja ni ile inaitwa public private partnership. Ni kutafuta wawekezaji wakuja watengeneze hiyo pesa wakitumia pesa zao alafu warikave kutoka kwa tolls katika hiyo barabara. Hiyo ni maendeleo ama si maendeleo? Ya pili, tukajiuliza mahali ambapo tuko na assets. Wewe ukiwa mzazi na uko na ng'ombe na uko na mbuzi na mtoto wako amefukuzwa shule, unaenda kukopa mnashika kitu yenye uko nayo kwa nyumba? Tunashika kitu yenye uko nayo kwa nyumba? Tukasema kuna shares ambazo serikali iko nazo katika Safaricom ambazo ziko na zaidi ya bilioni 200. Tukaulizana, je, hii tukingoja ikae hapa, sasa hizi tuko na stake ya around 5%. Wacha tuuze kidogo, sio yote, kidogo. Ile pesa ambayo itapatikana ikuje ijenge barabara. Hiyo ni maendeleo ama si maendeleo? Ni maendeleo ama si maendeleo? Kwa hivyo tunawaomba wale ambao wanasema Safaricom imeuzwa waende wafikirie tena na wasome sheria. Hakuna kampuni ya Safaricom ambayo imeuzwa. Kile ambacho kimekuwa recommended through a session of paper ambayo katika bunge saa hizi ninaitwa kwa Kiingereza devastator. Hebu sema devastator. Devastator. Ni kuchukua shareholding kidogo ambayo tuko nayo katika Safaricom iuzwe katika market price, hiyo pesa iende kajenge barabara. Lakini Safaricom itaendelea kuwa, Kenya itaendelea kuwa na shareholding katika hiyo kampuni ya Safaricom. Tukasema sasa kuna kampuni ambayo iko very profitable inaitwa Kenya Pipeline. Wacha ikuwe floated kwa Nairobi Securities Exchange ili Mkenya yoyote anaweza kununua shares akuwe shareholder wa Kenya Pipeline aweze kupata dividend kama wale shareholders wengine. Hiyo ni maendeleo si maendeleo? So wale ambao wako na porojo tunawaambia tuliza boli. Uko na wakati wa kusikizwa kama uko na maoni mbadala ya kama kuna maoni mbadala ya kuendeleza Kenya yetu mbele, lakini wacha kupotoza wa Kenya. Hakuna, that privatization has not even happened yet. Na wakati itafanyika Wakenya wote watahusishwa. Hizo shares za Kenya Pipeline zitawekwa kwa Kenya Nairobi Securities Exchange, na Mkenya yeyote ambaye anataka kununua hiyo share atafanya nini?